Yesu apewe sifa sana. Jamani, Yesu apewe sifa sana. Kama imekaaje hivi, tunataka tujifunze kitu kimoja. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nikuleta mimi nikakumbuka Twitter. Mungu atubariki sana. Nisikilize. Kinywa chenye nguvu, nafuya hiyo. Kinywa chenye nguvu. Kinywa chenye nguvu kinaumba. Haleluya. Nirudie tena. Na kuna mambo matatu muhimu ya kujifunza. Hii kama inachagua speaker hii. Nirudishe hiyo hiyo. Kuna mambo matatu hapo ukiyasoma ya kujifunza. Haleluya. Jambo la kwanza, Mungu anamwambia mwanadamu itabirie nini? Itabirie mifupa hii. Haleluya. Itabirie manyuma pastor. Yaani maandiko unajua watu wanatafsiri vibaya. Kama kufa ni faida, tunaendaga hospitalini kufanya nini? Kwa nini ajali zikiwa zinataka kutuko, ajali inakuja inataka kukugonga unakwepa? Kama kuna faida ndani ya kifo. Acheni ushamba wa kiroho, mtakufa vibaya. Unanielewa wewe? Ndio maana Mungu siku zote anafanya kazi na mtu mwenye ufahamu. Haijalishi elimu aliyokuwa nayo. Nisikilize, mtu mmoja aitwaye Petro wa kusoma, lakini alikuwa na ufahamu wa kwamba nakosea afu narudi kwa Bwana. Ndio maana akajenga kanisa juu yake. Akajua hili kanisa litapotea. Hata kama litayumba litakuja kuinuka. Linaendana na mtu mmoja anaitwa Mika. Anasema ewe adui ole wako. Unapofurahi linapoanguka kuna kuinuka tena. Come on, haleluya. Ndio maana katika kitabu cha Zakaria ni kufa ni hili litawapoteza wengi, hususan kipindi hichi. Kufa ni kuishi ni neno lile ni gumu sana. Akasema nyinyi mnayohubiri injili za miemko mtakufa, hususan kipindi kama hichi ambacho vyama vimechanganyikiwa, serikali haieleweki, viongozi wa dini hawaeleweki, viongozi wa serikali hawaeleweki. Wewe chomoka kama una akili ufe kwa sala. Haleluya. Sijui wale ambao mnafungua kwenye ile group, niliwaambia wanangu majuzi nikamwambia tulieni kimya. Yaani wao usianze kusema wakisema kanisa lisimame kupiga kelele ya haki. No,